Kukiri ni njia ya amani, na Daktari James Richard. Katika kutafuta kwetu uhuru kutoka kwa hukumu, tunaelekea kupuuza kanuni moja ya msingi sana: kuungama, kupunguza woga. Na mtu anapofanya uhalifu, anawekwa kwenye kesi na ushahidi wote unaletwa ili kumtia hatiani. Maisha ni sawa sana. Tunapokosea, watu huleta ushahidi kudhibitisha hatia yetu. Njia ya kuepuka maumivu za zibu ya kesi ni kuungama, kubali baada ya kukiri. Kilichobaki ni hukumu. Hukumu siku zote ni rahisi zaidi kwa mtu anayekiri kuliko yule ambaye amethibitishwa kuwa na hatia tena. Hii inaonekana katika mahusiano ya kila siku. Watu huacha kujaribu kututia hatiani tunapokiri tulichokisema. Ukweli, kilichobaki ni adhabu tu. Katika jaribio letu la kukata tamaa na kuepuka maumivu na kupata raha, tunafanya makosa tunapogeuka wengine kwa matumaini ya kupata aina fulani ya kuridhika. Makosa yetu yanapodhihirika, watu hutafuta utetezi kupita usaidiki. Sasa tunakubaliwa na aibu na maumivu na ya matatizo yetu kufichuliwa pamoja na matokeo ya matendo yetu. Kadri tunavyojaribu kufunika dhambi zetu, ndivyo watu wanavyozidi kutufichua. Hii inaleta hofu zaidi ya kukata kwa upande wetu na ukali zaidi kwao. Tumaini pekee la kupata rehema ni uaminifu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Methali 28:13. Tunapojikuta katika makosa, njia fupi zaidi ya amani ya moyo ni msamaha unaowezekana kutoka kwa waliokosewa ni katika kuungama. Kuungama sio kwamba hatukuuliza yaliyokosewa, bali pia huweka huru moyo wa hatia. Watu wanapotushtaki au kututia hatiani, tunapooza, tunaogopa kukiri kwa kuogopa madhara. Tamaa yao ya kutaka kututewa hukutulazimisha kujilinda, na woga wetu wa kuungama huwachochea. Kweli inakubaliwa, na hasira inaweza kuwa fupi mara moja. Maumivu ya nje, ingawa haipendezi kama hivyo, kukataa kuzalisha maumivu ya ndani ya maisha. Kuungama ndicho kitu pekee kinachotuweka huru kutokana na matarajio ya hukumu. Watu hawatakiri isipokuwa wajisikie wako salama. Bila mahali salama pa kuungama, watajificha makosa yao. Makanisa haya hasa yanahitaji kufanya iwe salama kwa watu kuungama. Mahali salama ni nini? Ni salama kuungama wakati lengo la mtu au kanisa ni kurejesha na kuponya. Ikiwa lengo ni kuadhibu, sio salama kamwe. Hofu ya hukumu ndio inayotulazimisha kukataa kuungama. Cha kusikitisha ni kwamba kanisa limekuwa mahali ambapo si salama kuwa mwaminifu. Kwa hakika, kanisa zaidi mahali pengine popote ndipo tunaposema uongo kuhusu makosa na kushindwa kwetu. Kanisa katika ujumia wake limekuwa ni mazingira yasiyo na huruma, yanayozaa hila na unafiki. Badala ya kuwa mahali salama pa kuwa waaminifu ni kukua. Kwa kweli, inaweza kuwa mahali ambapo hatuhimizi kuvaa barakoa na kuficha shida zetu. Ingawa tu uhuru wa kukiri, tunajifunza wenyewe kwa dhambi na aibu yetu. Yakobo alizungumza haya ya kushughulikia hisia na makosa yetu. Je, kuna yeyote miongoni mwetu anayeteseka? Na aombe. Je,
yuko yeyote anayefurahi na aimbe zaburi. Je, kuna yeyote katika yenu aliye mgonjwa? Na awaite wazee wa kanisa na waombe juu yake. Yakobo 5 mstari ni wa 13. Hii ndio ninaita usindikaji. Sote tunahitaji kushughulikia mambo yetu. Mstari huu unatuonyesha chaguo la kibibilia linaloongoza kwenye uzima na amani. Ikiwa tunateseka, tunaweza kuishikilia, kuifikiria na kupata wazimu na kushuka moyo, au tunaweza kuishughulikia kupitia maombi. Ikiwa tunafurahi, kuna njia ya kuichakata. Tunaweza kuwa na karamu na kulewa na kujisifu, au kumwimbia Mungu zaburi, na hiyo kusindika furaha yetu. Ikiwa sisi ni wagonjwa, tunaweza kulala kitandani, kulalamika na kutafuta huruma, au tunaweza kuchukua nguo la kibibilia na kuwafanya wazee wa kanisa watuombee. Daima kuna njia ya kibibilia ya kushughulikia masuala yetu ambayo yanatuongoza kwenye uzima wa amani. Kwa bahati mbaya, tumetoka nje ya mawasiliano na sisi wenyewe na kuwa Mungu kwamba hatujui jinsi ya kushughulikia mambo haya. Wakati fulani watu hufanya kusifu na kuabudu kwa tukio rasmi badala ya kueleza au kusindika. Kusifu na kuabudu ni wakati wa kushughulikia hisia tunazohisi kuelekea Mungu. Kuna njia ya kibibilia ya kueleza hilo. Biblia inaodhoresha njia nyingi za kuonyesha na kuchambua shangwe, upendo na shukrani zetu. Kuinua mkono, kuimba, kucheza densi, kuinama na kupiga kelele na kutaja chache. Hata hivyo, dini imeiba uhuru huu wa kujieleza kutoka kwa kanisa. Kanisa limekuwa mahali ambapo hatuwezi kukiri makosa yetu au kueleza furaha zetu. Hiyo haiachi mengi zaidi ya sheria na kucheza michezo. James aliendelea kutuambia jinsi ya kushughulikia makosa yetu. Mstari wa 16 unasema, ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponya. Neno kosa linaweza kutafsiriwa kama dhambi au kosa. Huu sio ungamo rasmi kwa kuhani au mashauri. Hii ni zaidi ya kukiri tu kwa Bwana Yesu katika maombi, ni kushiriki kwa uaminifu na marafiki na rika zetu. Kwa upande mwingine, tunaweza kuchagua kushughulikia makosa yetu kwa njia isiyo ya kimaandiko. Tunayahalalisha, kuyafunika au kumlaumu mtu mwingine kwa makosa hayo. Chaguo lolote kati ya hizi linaweza kutukomboa kwa muda kutoka kwa uchunguzi, lakini hakuna hata moja kati yao litaelezea amani ya akili. Tunahitaji kujua tunapendwa na makosa yetu. Tunahitaji kujua viwango vyetu na kuwaacha wengine watuone kama watu halisi ambao tunaumia kwa sababu ya makosa yetu wenyewe. Tunahitaji msaada wa watu ambao watatusaidia kupitia masuala yetu ya maisha. Kwa sababu tunafikiri kwamba Ukristo unajihusisha na kuwa sahihi. Umekuwa uwanja ambao watu wanatafuta kuthibitishwa kuwa tuna makosa. Wahubiri wanafikiri kwamba kazi yao ni kuwafanya watu wawe sawa. Hata hivyo, hilo linahitaji dhana kwamba watu hao wamekosea. Kwa kweli wao ni waadilifu. Yesu alitupa sisi sote karama haki. Alitufanya kuwa sawa tuwezavyo kupata. Ni kazi yetu kuwasaidia watu kuwa wakamilifu kupitia upendo wa Mungu. Paulo alisema, ikiwa imepaswa kujisifu, ni afadhali nijisifu juu ya mambo ambayo yanaonyesha jinsi nilivyo. Wakorintho wa pili 11 mstari wake ni wa 30. Paulo hakuishia hapa. Unaona, hakujisuisha mwenyewe kwa namna ya unyenyekevu wa uongo. Badala yake alikuwa amepata siri ya kuishi katika neema, uwezo wa Mungu.
Paulo alipolalamika kuhusu hali zake na kutoweza kufanya lolote kuzihusu, Mungu alimkumbusha Paulo juu ya nguvu ambazo zingeweza kumfanya kazi kupitia yeye. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9 na wa 10. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu ukamilisha katika udhaifu. Kwa hivyo afadhali nitajisifu katika uhalifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hivyo napendezwa na udhalifu na mkutano na mahitaji na adha na taabu kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Mungu aliposema neema yangu yatosha, hakuwa akisema hapana kwa ombi la Paulo la msaada. Alikuwa akisema hali si lazima zibadilike. Uwezo wa kuishi juu ya udhabiti wa hali ya maisha na hukumu za watu hupatikana katika neema. Uwezo wangu unapofanya kazi kutoka moyoni mwako, hufai kuomba, tayari ni wako. Tumeunda mazingira ambayo huenda kwa moja ya mambo mawili yanayokithiri ama tunayo dhani. Udhaifu ni unyenyekevu, na tunatakiwa kuwa dhaifu wakati wowote, au tunadhani udhaifu ni kushindwa kwa imani na tunazokubali kamwe. Kukiri udhaifu wetu na kumwamini Mungu hata hivyo kunapaswa kutuletea daima mahali pa nguvu na uwezo ambao ni neema ya Mungu kushinda. Ukristo hautatuhusu kuwa sawa au kuweza. Inahusu Yesu kuwa sahihi na mwenye uwezo. Lakini ukweli huo unakuwa ni muhimu pale tu unapotambua kwamba tuko ndani yake na tunashiriki nguvu zake. Kuweza kutegemea watu kwa kweli hutusaidia kumtegemea Bwana. Kuwa wazi kwa watu hatuongeza kwenye uwazi wa Mungu. Kukiri makosa yetu ni sehemu ya mchakato wa uponyaji. Inatuongoza kwa uwazi, na mawasiliano ya wazi inatusaidia kugundua na kuachilia mahali ambapo tumekwama. Moja ya mahali pazuri pa kufanya hivi ni katika hali za vikundi vidogo. Makanisa mengi yanaona thamani yao. Kukiri ndicho kitu pekee tunachokuweka huru kutokana na matarajio ya hukumu. Unaposema ulichofanya, uko njiani kujitambua kwa nini ulifanya hivyo. Unaposema kwa nini hakuna cha hukumu, unapojua umekuwa wazi na makosa yako, haijalishi ni nini unayojua. Moyo unapokuwa na amani, unaweza kuvumilia maoni ya wengine. Wakati moyo hauna amani, kila neno, kila sura, kila tendo huhisi kama hukumu. Na moyo uliohukumiwa haujui amani. Fanya mazoezi ya kuwa wazi. Ungama kosa lako ingawa unajua haitapendeza. Uhuru wa kukiri utakuwezesha uhuru wa moyo kupata neema, uwezo wa Mungu wa kubadiliana na hali yoyote ya kuibuka mshindi.